Asante kwa kuchagua Special For You TV kuwa kwanza kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. DCP inaitwa Democracy for Citizens Party. Sasa nataka kuweka DCI ndio aanze kufuatilia. Aanze kufuatilia 1 2 3 zile. Unajua kuna msemo wanasema msitu unabadilika lakini nyani ni wale. Nyani. Kwa hiyo hiyo ni kali sana. Msitu unabadilika ghafla. Nyani wale. Nyani wanatoka msitu. Kwa hiyo msitu ni wa zamani. Msitu msitu unabadilika. Una change. Msitu unabadilika. Lakini sasa nyani ni wale. Hiyo nayo kali. Sasa tukiangalia DCP, Democracy for the Citizen Party. Yes. Ebu wewe sikiza wananchi. Sikiza wa Kenya. Wanasema ni wa Kenya. Sasa hivi ni kweli watatusikiza? Kikweli bado hatuwezi jua, lakini sasa unajua venye UDA ilikuja ilikuwa inakuja kusikiza Mkenya. Sasa sijui ilifika wapi ikakuwa isikizi Mkenya. Tuliona maombi mengi sana, church kwa wingi sana, wheelbarrow ikakuwa inaashiria shuka tu. Wheelbarrow ilikuwa inaashiria mwananchi wa kawaida ule wa chini kabisa. Lakini sasa tunaona vitu zimechange. Sikiza ground imekuja. imekuwa nzito sana. Mimi nimekutana na clip moja nikisikia Rigiji anasema president alilia machozi. Alimuomba sana amsupporti show ya Obina pale akiwa anafanywa interview. Mimi nikasema hebu msikize hapa usikie venye alichokuwa anasema. Rigiji mwenyewe, si maneno yangu. I'm telling you. Machozi hivi. Machozi. Hapa kwa nyumba. Yeah, when you see a grown up man crying. Crying for you. About what? He was, you know, I was a great friend of Uhuru Kenyatta. I was his PA. And at one point he felt like I'm under so much pressure from my family and other people to go back to Uhuru Kenyatta. And he knew if I left him, he's done. So he was here crying. My brother, please, I beg you, don't leave me. I've suffered. I'm a good man. I'm a Christian. My brother, let's stay together. No, but Right. Let's help this man. So akilia ulikuwa unadu? I was in shock. Please, my brother, don't abandon me. So, but I can tell you, if there's a guy who's deceptive, so guy. The tears, machozi, kumbe machozi is your mom, kumbe machozi ndio. You know, if there's a woman crying or children, you take it just so lightly. But a grown-up man of a family and a leader for that matter, you know, you take it very, very, very seriously. And those tears made you form a government with someone without writing nothing down. He made me abandon my brother, my kinsman Uhuru Kenyatta, a man I had worked with for many years, whom we had come very far. And he conned me to abandon my own brother and friend through deception. But that's a story for another day. But we are better people. Yeah, we are better people. Okay. So ukiona mtu mzima analia hujue kuna jambo. Alafu akasema amezoea kuona watoto mwanamke akilia watoi sawa tu. Hiyo ni, lakini sasa ni mwanaume mzima. Nasikia anasema full grown man. Niliona clip nyingine hapo akiulizwa kwamba akiulizwa mmekuwa watu wa maombi sana. Mmekuwa mkipiga maombi sana. Mkiombea nchi sana. Nadhani imekuaje sasa leo? Anasema yeye alikuwa anafunga macho. Alikuwa hajui chochote. Hakuwa anaona. Kumbe wengine hawakuwa funga. Sasa anyway, let's talk about this DCP.
DCP. Nembo tumeiona kijani, yes. Ni maruni ile papo. Ni green. Kuna ni green alafu iko na kamaruni fulani. Iko na kala fulani. Kenye pia kana kama green nikiangalia pale ni tunaweza tukasema ni kala kama ni black ambapo ni zile words. Yes. Alafu kuna green, alafu kuna kanjano fulani, kuna kayelo kweli. Mimi nimeona kama kuna maruni fulani. Ni kama kamaruni. Kwenye nembo yenyewe nimeona kuna kamaruni fulani hivi. Kamaruni fulani. Na hiyo ndo maana watu walisema kuna mtu alikuwa anasema Rigiji amekuja kulaunch chama na ajavaa rangi ya chama. So ndio sasa napata kukaona suti ya Rigiji mahali rangi yake ilitoka. Sikuwa nimeona hiyo hata kapo bwana. Sasa ukifikiria chama hiki wewe kwa upande wako kama mwananchi ambaye tuko hapa tukidiscuss, yes, nini matokeo hasa Rigiji, sababu za kuanzisha chama hiki kwa upande wako unaweza kuona ni kama nini? Unajua kitu moja Rigiji anahofia sana kwa maisha yake kwa sasa hivi ni kufanya makosa aliyoyafanya 2022. Makosa yake, kwa sababu makosa aliyoyafanya 2022 alipeleka jamii ya mlima kwa Ruto bila bargaining power. Okay. Hawakuwa na chama. Unasikia hata hawakuandikiana. So hawakuwa na bargaining power yote. Sasa saa hii Rigiji haizi taka kusupport mtu yoyote kama bila chama. Okay. Because unajua ukiwa na chama unakuwa uko na wabunge wenye unaweza waita committee meeting. Unajua sasa hii unajua akiwa kwa hiyo yeye kitu alichokuwa mwanzo I think alikuwa mgeni wa kisiasa. Amekaa kwenye siasa lakini alikuwa mgeni wa kuongoza siasa. Alikuwa amekaa, na unajua Rigiji si eti akona experience kubwa sana kwa siasa hizi politics kwa sababu alikuwa mbunge, alielectwa mbunge mara ya kwanza 2017. Ndio sasa after 2017 ndio amekuja kuwa naibu wa rais. Umeona? Sasa kwa hiyo so yeye alikuwa amekaa kwa siasa lakini sasa shida ni hakuwa na ule uzoefu wa siasa za taifa. Na kitu kimoja naweza kusema Rigiji itakuwa kitu alichokifanya. Yes. Alikuwa anaamini kwamba yeye anatoka Kikuyu land. Yes. So wale wa Kikuyu wote ni wake. Exactly. Kwa hiyo even wale wabunge wote wanaotoka kule mlima ni wake. Exactly. Watamsupport. Kumbe ajui pesa iliua Yesu. Mambo ilibadilika. Walipewa kamsaliti. Lakini kitu alichotakiwa kufanya ama kuelewa ni kwamba hakuna ndugu yako ndani ya serikali. Kwa kisiasa tu katika siasa katika kisiasa hakuna rafiki wa kudumu na hakuna adui wa kudumu. Sasa baada ya kusoma ramani na kuweza kujua hii map ya siasa iko hivi, ndo ameona kwamba inabidi niingie na chama hata kama naenda kumsupport mtu fulani Matiang'i niwe na support Matiang'i, nahitaji kuwa na bargaining. Na unaona 2027 atasupport Matiang'i? Mimi kulingana na venye namuona Rigiji hana haraka ya kuwa rais. In fact ni kama hataki. Ni watu wanamuelewa vibaya. Lakini unajua yeye akiulizwa atasema kweli niko na nia ya kuwania rais. Lakini ukiangalia kweli kulingana na kisheria haezi simama pia. Okay. Na ukiangalia hata nia yake kubwa sana si hata kukua rais, atasupport Matiang'i wewe. Anataka tu kutoa William Ruto. Okay, kitu ambacho kwa upande wangu mimi ninavyokiona kama mimi kama umeposema ni lazima aunde chama ili support mtu akiwa na chama. So hata akitoka yeye ana wabunge, ana MCA, ana watu, akona jeshi yake, hata kama anaweza kupata gavana. Sasa kitu ambacho naona walikaa
kwa sababu tayari tulikuwa tumeona kwamba Riggy G ataunga mkono Matiang'i. Lakini ghafla tumeona Riggy G anakuja kuzindua chama. Kwa hiyo means kitu ambacho nimechoona wamekaa wakadiscuss. Sasa mimi siwezi kama umevyosema siwezi kuja bila chama support yoyote. Lazima niwe na niweze kukusupport nikiwa. Sasa umekuja na nini? Siwezi kuja peke yangu. Kuja na team. Na team ni gani? Ni watu wafuasi ambao wako nyuma yako wanakusupport. Pia Riggy G anaogopa kwamba anaweza unga chama fulani mkono alafu hicho chama kikaweka. Unajua Riggy G anaonelea kama sahi Matiang'i ameletwa na Jubilee. So Riggy G anaona hapa kuna uwezo wa Jubilee kama mimi sitakuwa na chama, kuna uwezo wa Jubilee kupata wajumbe wengi hata kwa eneo lenye mimi nimetoka la Mlima Kenya bila mimi kuwa na ama ndo sababu ana insist kwamba nilimsaliti my brother Uhuru ni ili akuwe close. Unajua sahi Riggy G anacheza siasa za ameshaelewa mchezo. Ameshajua kama ni mlevi pombe zimeisha. Sasa yeye aliomba msamaha rais nani Uhuru Kenyatta. Muomba akamwambia mimi nilifanywa hivi na hivi, kwa usinichukulie kwa ubaya. Nimekuja mimi naomba msamaha. Naona siasa ina mambo mengi wewe. Wacha tu. Lakini jambo moja ambalo nimependa na DCP. DCP. Mimi kitu nimependa ni sura ya taifa. Kimejaribu hicho chama kuweka sura ya taifa. Yaani wametengeneza. Kwa sababu ukiangalia party leader ndio Gachagua Mlima Kenya. Ukiangalia deputy party leader Malala. Western. Ukiangalia chairman Kajiado. So wamejaribu kukusanya. Wamejaribu. Ngoja nitaka kupata Western. Kajiado. Kuchukua Nairobi yote Central. Kuna hata Kisii hapo. So wamejaribu, kwa hiyo mimi nawapea. Wamejaribu sana. Anyway, kila la kheri kama utamjoin Matiang'i ama kama hautamjoin, tuna uhakika siku moja na sisi hapa tutakufanyia interview tuweze kupata majibu ya Riggy G direct. Bana, be simple be social. Asante. Jina langu Jack Special. Niko hapa DM Flick mwenyewe. Kama